Baba Askofu, nimekuwa nikiongea na wewe mara kwa mara, lakini pia nikihudhuria katika ibada zako. Umekuwa ukiwaambia watu, na mimi mengine niliyaona, namna ambavyo uliitwa kufanya huduma ya Mungu. Ulipomaliza elimu ya form 4, ulitaka kwenda kusoma uhasibu. Lakini pia baadaye baba yako akasema kwamba ufanye biashara. Ukoona kwamba inafaa kwenda kusoma uhasibu, ukoona ya kwamba inafaa kufanya biashara, ukachagua kuwa mwinjilisti. Baadaye ukawa mchungaji, nikikushuhudia kwa macho yangu ukiendesha baskeli. Ukija pale kwa Mzee Marwa, na ukawa mtaalamu sana wa kupanda vipando, ulikuwa hushuki. Baadaye ukasoma, ukawa katibu mkuu wa dayosisi wa jimbo, kanisa la Anglikana jimbo la Tanzania, na hatimaye ukawa askofu. Mimi nilikushangaa wakati unashukuru miaka yako 40 nadhani ya utumishi. Wewe badala ya kuweka fedha kwa ajili ya kutumia sasa unapokuwa umestaafu, ukaamua kwamba zile fedha zikamalizie nyumba ya askofu, ambayo wewe ukukaa kwenye nyumba hiyo. Ukaamua kwamba iende ikaandaa ile nyumba. Ulinihubiri sana. Lakini sasa hivi umesema kwamba unatafuta mamilioni ya mahela kwa ajili ya kumalizia Talanta Secondary School Girls, lakini pia na ile shule ya awali. Una wiki 2 za kufanya kazi kama askofu. Mungu akubariki sana baba askofu. Na kwa kweli kuna siku uliniambia hapa duniani bwana, chochote unachokipata hakiwezi kukusaidia kwa sababu utakapoondoka hujui atakayebaki atakutumiaje. Mimi huwa natembea na hilo. Juzi wakati nimepanda ndege, kwa kuna hali ya hewa ibadilika huko juu. Sasa wakati ndege inashuka hivi nikanajua sasa hapa ndio kwa hili kabisa. Sasa uko vipi duniani huko, nini kitachoendelea? Nikakumbuka maneno yako. Kwa hiyo nikamwahidi Mungu ukinifikisha salama Dar es Salaam, baadaye nirudi salama Tarime, basi nitajitahidi sana mali yangu niweze kutumia kwa ajili ya utukufu wako. Kwa hiyo baba, umeonyesha kwa vitendo. Kwa kweli Mungu akubariki sana. Sina maneno mengi ya kuongea, lakini niseme tu ya kwamba umenifundisha kwa vitendo ni namna gani ya kumtanguliza Mungu na mambo mengine tuyaache ili Mungu aweze kutupatia. Nimetanguliza kidogo kwenye message, ukiangalia kule kuna petroli nimetuma. Nilikuwa naomba ya kwamba ikusaidie, maana umesema kwamba utafanya kazi ya kuhubiri injili ya Mungu hata baada ya kustaafu. Kwa hiyo kale kajisenti na mimi katakusaidia kununua petroli. Utapokuwa sio umepanga kwamba sasa nianzie wapi, basi mafuta ambayo nimenunua mimi yaweze kukusaidia kufanya hiyo kazi. Mungu akubariki sana.